Nabii Isaya sura 24 mstari ule wa kwanza. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mchakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyo hali ya anunuaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake ausaye. Kama ilivyo hali yake akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyo hali yake atwaaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa najisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziacha sheria za Bwana, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Na ndio sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache tu, na divai mpya inaomboleza, mzabibu umedhoofika. Watu wote waliochangamka moyo wanaugua. Sauti ya furaha ya matoazi inakoma, kelele yao wafurahio imekwisha, furaha ya kinubi inakoma. Hawatakunywa divai pamoja na nyimbo, kileo kitakuwa ni uchungu kwao wakinywao. Mji wa machafuko umebomolewa, kila nyumba imefungwa, asipate kuingia mtu awaye yoyote. Mstari wa 16. Tokea pande za mwisho wa dunia tumesikia nyimbo, atukuzwe mwenye haki. Ndipo niliposema, kukonda kwangu, kukonda kwangu, ole wangu, watenda hila umetenda hila. Naam, watendao hila umetenda hila sana. Hofu na shimo na mtego vijuu yako, mwenye kukaa duniani. Na itakuwa kila aikimbiaye sauti ya hofu atanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. Dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka inapasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea. Nayo ikianguka wala haitainuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anasema kwa habari ya namna ulimwengu ulivyo na namna ulimwengu utakavyokuwa. Nimepata neno moja tu Roho Mtakatifu amenipa leo tuguse kwa habari ya ukiwa. Hebu sema ukiwa. Ukiwa ni neno pana sana, na tunapolizungumza katika maisha ya kiroho, neno ukiwa huwa sio neno zuri. Ukisoma kitabu kile cha Marko, Yesu akasema neno moja kwamba, natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote na hata ukamilifu wa dahari. Yaani mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nini? Wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tena sio mpaka mwisho wa dunia. Neno hata maana yake haina kikomo. Lakini pia hata dunia itakapofika mwisho, Yesu ahadi yake ni kwamba bado atakuwa pamoja na sisi. Maana Biblia inasema kwamba mbingu na nchi vitatoweka kwa mshindo kama moshi, lakini neno la Kristo itabaki na itadumu milele na milele. Haleluya. Kwa ahadi ya Baba ni kwamba, tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Wakati Yesu alipokuwa anapaa kwenda mbinguni, aliwaacha wanafunzi wakiwa peke yao. Walikuwa ni wakiwa, hawakuwa na mtu wa kuwatia moyo. Tumaini lao walikuwa ni Yesu mwenyewe. Tukumbuka wakati Yesu amekufa pale msalabani akazikwa, mitume walikusanyika, wale wote ambao walihitaji jina lake na wote ambao walijivuna kwa sababu wana Yesu
walitafutana kokote walipokuwa, wakaingia kwenye chumba cha ndani, wakapanda mpaka juu orofani, wakajificha kule ili wasionekane machoni pa Wayahudi. Kwa sababu gani? Yeye ambaye aliwapa ujasiri wa kutembea katikati ya mitaa ya Yerusalemu, ambaye wakiwa wakitembea naye katikati ya mitaa ya Yeriko, ambaye alikuwa akitembea naye katikati ya mitaa ya Nazareti, hayupo tena amekufa na amezikwa. Sasa wamebaki wako wenyewe. Hata mtu akitoka nje anaogopa, maana akitoka nje, vita ya kwanza si kwamba watapigwa, lakini jambo la kwanza ni kwamba watasemwa mabaya na majirani. Maana wakitoka nje tu, kuna mtu atawauliza swali ya kwamba yule ambaye mlikuwa mkivuna kwa ajili yake yuko wapi? Bwana Yesu adume sana. Haleluya. Nakumbuka wakati fulani tumeanza kuchemka, tunafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja aliwahi kupewa maswali magumu. Akawa anaambiwa, mbona wewe uko na Dismas, amekwenda mashariki, uko naye, siku akiondoka hii Matui, wewe utamfuata kule alikokwenda? Bahati nzuri aliwajibu vizuri, akasema sisi tupo kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa wakati walipokuwa na Yesu, wanawahoji ya kwamba ninyi mmeacha kanuni zetu, mko naye kila eneo, mnapita naye kila mtaa, siku atakapoondoka mtakwenda wapi? Atakayewapa kampani ni nani? Atakayewatia moyo ni nani? Na hayo maneno aliyowapata wakati amekufa, walikwenda kujificha, kama ilivyoandikwa ya kwamba mchungaji atapigwa na kondoo atatawanyika. Baada ya Yesu kukamatwa, mitume walitawanyika, kila mtu akaenda uelekeo wake. Yesu akabaki mwenyewe. Wakati anapita kwenye mateso, wakati anadhihakiwa, alikuwa mwenyewe. Petro peke yake alikuwa yuko pembeni, anamtazama kwa mbali, wakimpeleka anafuatilia. Petro alikuwa na upendo juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Lakini shida ilikuwa ni kwamba alikuwa hawezi kubeba mzigo wa Yesu. Alikuwa hawezi kuvumilia matusi ambayo Yesu alikuwa akipewa. Alikuwa hawezi kuvumilia makofi ambayo Yesu alikuwa anatandikwa. Lakini kiukweli yule ndugu alikuwa na upendo wa Yesu. Na ndio maana katikati ya kupigwa, Petro alikuwa anatembea nyuma yake. Saa ikafika, katokea mtu mmoja akauliza kwamba huyu anayekuja nyuma ni nani? Alipomwona akasema yamkini ni miongoni mwa wanafunzi wake. Na ndio maana Petro akauliza swali ya kwamba na wewe je, ni miongoni mwa wanafunzi wake? Petro aliposikia ile swali akajua hapa imekula kwangu. Nikisema ni mwanafunzi wake, basi na mimi nitakamatwa. Nikikamatwa nitapigwa mitama kama ya kwake, nitapigwa makofi kama ya kwake, nitatemewa mate kama yeye, kwa hiyo inabidi nimuke. Petro akasema la hasha, hata simjui huyu mtu. Unaelewa? Lakini kwa nini? Sio kwamba hampendi Yesu, lakini anajiuliza maswali, hivi zile fimbo na mimi nizipate? Zile fimbo ambazo juu yake kuna miiba. Mijeledi ni aina fimbo zipo kama kamba, halafu zina miiba kwa mbele. Yaani akipiga hivi, kwanza ile fimbo inaingia kwenye mwili, halafu akitoa inatoka na nyama. Zilikuwa ndio fimbo ambazo walikuwa wakitumia majeshi ya Kirumi na Wayahudi kipindi kile. Sasa jamaa anawaza, ni kweli huyu mtu ninampenda, lakini hawa watu wakijua niko na yeye, nafikiri hawataniacha salama. Kuna muda ukifika mpaka mzazi anamkana mtoto. Unaelewa vizuri? Kuna muda mtoto anaweza kateseka. Tulikamataga mwizi kipindi fulani. Walikiana alipeleka mwizi, aliiba mali ya kanisa hapa. Wakampeleka polisi. Mwizi amewekwa ndani masaa ya kutosha. Wazazi walichokifanya akasema tukitokeza kichwa tutaambiwa tulipe. Ila wasipotuona najua watamhurumia wale. Kwa hiyo kabidi wapotee jumla. Kwa hiyo mwizi alikaa ndani masaa ya kutosha. Kwa hiyo majamaa ikabidi wamwone huruma, wafanyeje? Wamtoe, akaondoka kwa amani. Hana shida. Tena yuko anadhihaki. Unaona? Kuna muda inafika mpaka mzazi anamkana mtoto, ujue kipindi hicho ni kigumu sana.
Jamani wazazi, si tunapenda watoto? Si tunawapenda vizuri? Lakini kuna kipindi mtoto anaweza akafanya tukio mpaka mzazi akajificha sionekane. Maana akionekana atakamatwa. Kumbuka labda mtoto amekanyaga kuna kitu fulani. Kwenye msafara wa mheshimiwa rais, mtoto amekanyaga waya mmoja unauzwa milioni 10. Wanatafuta mzazi wake yuko wapi? Utatokeza uso. Tena uende ukihojiwa maswali kwambia mbona hata hatufanani? Jamani, mbona mnafanana kabisa? Hamna, hii sura ya jirani yangu hii. Sio ya kwangu. Kuna muda unaamua kumkana hata mtu unayempenda. Petro sio kwamba alikuwa mpendi Yesu, lakini aliangalia mapigo ambayo Yesu anayapata. Akajua nikijitaja na mimi nitaonja sehemu haya ya mapigo. Yesu hakuwa na shida ya kumuonyesha Petro yale mapigo, maana alijua mapigo yake yanakuja. Haleluya. Maana nasema kikombe nikinyweacho na ninyi mtakinywa. Na ni kweli Petro aliyapata mapigo. Hata kama hayakuwa kama ya Yesu, lakini alikuwa yanafanana na yale. Naendelea vizuri? Tuko pamoja? Aliyesulubishwa kichwa chini miguu juu alikuwa ni nani? Jamaa akakataa akasema sitaki nisulubiwe kama Yesu aliyeufia ulimwengu. Maana mkinisulubisha kama yeye itaonekana nimekaa nafasi ya Kristo. Sitaki mnisulubishe kama yeye. Lakini kama dhamira yenu ni kunitesa kama yeye, naomba basi mfanye mapinduzi. Mimi kichwa kiwe chini, alafu miguu iwe wapi? Juu. Kwa Yesu alinyamaza kimya, akasema hata kama unakwepa haya mapigo, lakini ya kwako yanakuja. Leo naweza kuyakwepa mapigo nayo yaona, lakini ipo siku tu yatakuja. Maana Petro aliitwa kwa ajili ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyeitwa kwa ajili ya utumishi haogopi chochote. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Haleluya. Kwa Petro akaogopa yale mapigo, akaikataa ile kauli ya kwamba mimi ni mwanafunzi wake. Alikuwa amejawa na hofu, hajui kitu gani kinakwenda kutokea. Hajui hatima ya Bwana wake ambao ni Yesu inakwenda kutokea. Maana kipindi akiwa anaishi na Yesu, walikuwa wakiwa na hitaji lolote lile, Yesu anafanya. Hawana hela ya mikate, Yesu anafanya. Mikate haitoshi, anaibariki na kuwa ni mingi. Unashindaje kutembea na Yesu wewe? Maandiko anasema Petro akaenda na Yesu nyumbani kwake. Akakuta mama yake anaumwa homa. Yesu akamgusa mama yake akapona muda ule ule. Petro akabaka na shangaa. Nataka nikuulize, kwani wewe ungekataa kutembea na Yesu? Mikate haitoshi na pachika mkono inaongezeka. Samaki 5 na kuwa bwawa lote. Unachaji kutembea na Yesu, utatembea naye tu. Utampenda. Na ndio maana kuna siku Yesu amejitenga kidogo ng'ambo, wakatokea watu wengi. Yesu anashangaa kundi kubwa linamwendea. Akawauliza vipi, kuna nini? Akasema tunakupenda Bwana. Tunatamani tusikie maneno yako. Tunatamani kusikia mahubiri yako. Akaambia ninyi sio kama mnanipenda, sio kama nataka kusikia mahubiri, lakini ile mikate ya juzi ile. Nyie mmefuata mikate, nyie hamna kingine. Akamwambia sasa leo sina mikate. Leo nina mawe ya kuyapasua usoni. Akaanza kuwakemea kwa habari ya dhambi. Akaanza kuwakemea kwa habari ya tamaduni zao ambazo hazimpi Mungu utukufu. Akaanza kuwaonya. Akamwambia ninyi kizazi chenye ukaidi kisichotaka kubadilika, tubuni dhambi zenu. Walipokutana na maneno makali, wakasema leo hakuna mikate, leo kuna kusimangwa tu. Ngoja turudi tulikotoka. Lile kundi lote likageuza njia, wakarudi walikotoka. Wakati wakiondoka hata wanafunzi nao wakaanza kuwafuata. Yesu akashtuka akasema, na ninyi tena? Na ninyi mnataka kuniacha? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kipindi Yesu alipendwa si kwa sababu ametoka kwa Bwana, lakini kwa sababu alifanya miujiza mingi. Haleluya. Kwa sababu alifanya miujiza mingi. Unaweza kumwombea mtu na hali mbaya kwa yani nikipona sitaacha wokovu. Akishapona kwanza humuoni. Unanipata? Na mimi huwa sina utaratibu wa kufuatiliaga watu, mambo yako mengi sana. Unashangaa miaka imepita hata 2-3. Mchungaji, mimi ni yule mama nilikujaga pale nyumbani, nilikuwa na mtoto alikuwa na tumbo limevimba upande mmoja,
Lini tena hiyo? Mwaka jana mwezi wa 8 tarehe fulani, anakumbuka mpaka tarehe. Hii kawaje? Yule mtoto alipona, yuko vizuri. Miaka 2 imepita, mwaka 1 na nusu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili. Namshukuru Mungu kwa ajili, lakini pia kuna mama yangu mdogo amekuja. Mguu haukanyagi. Umeletewa tenda nyingine. Ile ya kwanza imefanyaje? Ilishafanikishwa ile. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Dunia inahitaji mikate. Unanielewa? Dunia inataka mikate. Dunia ina mpango na Mungu, inataka mikate. Watu wa dunia wanatamani kuigeuza dunia hii kuwa kama mbingu. Kuna watu wanatamani mahali hapa iwe ndio mwisho, yani maisha yetu yaishie hapa hapa. Lakini kumbuka nchi sio ya kwetu. Maandiko yanasema wenyeji wetu ni mbinguni. Hapa tunapita kwa muda tu, na Mungu ametupa maisha hapa kwa muda kitambo, ya kwamba tuyatengeneze vizuri. Saa ya kuondoka na kwenda kwa Baba ipo na inakuja. Haleluya. Biblia inakuonya kwamba usilemewe na usumbufu na ulafi wa maisha ya dunia hii, maana ile siku isije kukutokea ghafla. Sikiliza, tunapita tu mahali hapa. Maandiko yamesema kwenye Isaya ya kwamba hii dunia tulionayo itaachwa ukiwa, misingi yake itaharibiwa, fahari yake itaharibiwa, fahari yake itapotea, thamani yake itaondoka. Wasomi walioko ndani yake wote watakuwa hawana maana. Maana kuna kipindi Mungu ataipiga dunia kiasi ya kwamba hata utafiti ulioko katika uso wa dunia hautaleta majibu kwenye mateso ya watu. Kuna magonjwa yatalipuliwa katika hii dunia kiasi ya kwamba hata madaktari bingwa hawataleta uponyaji katika dunia hii. Kuna matukio makubwa yataipata dunia hii kiasi ya kwamba hata wanadiplomasia wakubwa hawataleta amani katika ulimwengu huu. Na ni kwa sababu Mungu alikwisha kusema ya kwamba saa inakuja ambayo hii dunia itakwenda kuacha ukiwa. Biblia inasema kwamba kwa nini uharibifu umeipata dunia? Shida ya kwanza ni kwa sababu watu wanaokalia dunia wameiacha sheria ya Mungu. Unanielewa? Hiyo ndio sababu kubwa. Dunia imekwenda kuharibiwa kwa sababu, jambo la kwanza, wale watu wanaoikaa hii dunia wameiacha maagano ya Mungu. Wameiacha agano. Ukikumbuka kipindi kile cha nabii Isaya, ni watu gani waliokuwa na agano la Mungu? Lilikuwa ni taifa la Israeli. Wale walikuwa na maagano na Mungu. Mungu alitembea katikati yao. Mungu alifanya makubwa kupitia kwao. Mungu alitenda miujiza kupitia kwao. Na Mungu alijidhihirisha kupitia kwao. Kusudi lake Mungu, kama alivyosema, alitaka afanye kwa malimbuko katika uso wa dunia, ili mataifa mengine wamjue yeye kupitia kwa watu hawa. Lakini bahati mbaya ikatokea, Israeli wakamwasi Mungu, wakakaa pembeni na agano la Bwana, wakaanza kufanya mambo yao wenyewe, wakaanza kufanya vitu vyao wenyewe, wakaziacha ibada, wakaziacha sheria za Bwana, wakaacha kwenda kumwabudu Bwana. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ile ya 2, maandiko yanasema ya kwamba walianza kuziabudu kazi za mikono yao. Yeremia sura ya 1, maandiko yanasema wakaiacha sheria ya Mungu, wakaziacha ibada za Bwana, wakaanza kuabudu kazi za mikono yao, wakaanza kujitengenezea chemichemi bandia. Maana yake wanajitafutia vitu ambavyo wanaona vitawasaidia kuliko Mungu. Mungu akaamua kuiacha dunia. Mungu alipowaacha, najifunza neno moja ya kwamba maandiko yanasema furaha ya ulimwengu ni kwa sababu kuna watu wa Mungu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Furaha ya ulimwengu ni kwa sababu kuna watu wapo katika dunia. Wanasema siku zote ya kwamba hii amani unayoiona mpendwa kipindi cha leo ni kwa sababu watakatifu bado wapo duniani. Siku watakatifu wakiondoka mahali hapa, patakuwa pafai. Soma vitabu vya manabii vinaeleza wazi ya kwamba hata pesa unayoiona haitakuwa na thamani. Kuna miaka ambayo mabilionea watachukua pesa, watakwenda kuzimwaga njia ya panda, maana zitakuwa zina thamani. Kila kitu kimeharibika. Kuna nyakati
nyakati zinakuja hata uchumi utavurugika. Yaani kila kitu kitapalanganyika katika hii dunia, kwa sababu ni saa ya Mungu kuipiga dunia. Leo hii amani bado ipo kwa sababu kuna watakatifu wako duniani. Maandiko yanasema kwenye Zaburi ile 16:3 ya kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na hao ndio wanipendezwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha mtu ajigambe tu. Acha mchawi ajigambe. Acha mpagana ajigambe. Acha mwenye kiburi ajigambe. Maana na muda mchache amani iliyopo katika dunia ni kwa sababu kuna watu wa kuitunza hii amani ambao ni kanisa. Biblia inasema kwamba kuna baadhi ya maasi hayataruhusiwa duniani mpaka yule anayezuia atakapoondolewa. Wathesalonike nazungumza. Ipo siku anayezuia atakapoondolewa. Anayezuia ni nani? Ni kanisa la Bwana. Nasema ni kanisa la Bwana. Siku likiondolewa, kuna maasi mabaya yataipata dunia. Kuna mapigo mabaya yataipata dunia. Kuna mashambulizi makubwa yataipata dunia. Ulimwengu hautakalika tena. Kipindi hicho hakuna tena makahaba kujiuza. Kipindi hicho kila mtu mwenye mwili atakuwa akitetemeka, akiwaza ya kwamba kwa nini niliumbwa, kwa nini nimeletwa duniani. Maandiko yanasema ya kwamba ipo saa ambayo itakuja kiasi ya kwamba wanadamu wataikimbilia milima na kuiambia milima niangukie nipate kufa. Watu watamkimbilia nyoka mkubwa amejikunja juu ya mti. Watamwambia wewe Kobra, ninajua ya kwamba unasumbuka wewe sana. Uking'ata mtu dakika 2 amefariki, naomba basi ning'ate. Kobra naye atasema na mimi nafahamu mwanadamu akikamata jua kimpiga nyoka kichwa atakufa, na mimi naomba nipige. Kila kiumbe kitakuwa kinatafuta mauti, lakini maandiko yanasema mauti itaondolewa. Mauti itaondolewa. Saa hiyo hapana mauti, lakini ni mateso katika dunia, ni shida katika dunia, ni dhiki katika dunia. Ni saa ya Bwana kuiadhibu dunia. Kuwa makini sikukute siku hiyo. Na nielewa mtu wa Mungu. Bwana Yesu adumishe sana. Jumatatu tulikuwa kwenye maombi. Roho Mtakatifu atuongoza tuache mambo yote. Tuingie kwenye maombi kuombea safari ya wokovu. Kuliombea kanisa. Maana tupo kwenye nyakati ngumu. Tupo kwenye kipindi kigumu sana. Dunia imeachwa ukiwa. Dunia imeachwa ukiwa. Maandiko yanasema kwamba na itakuwa hali ya kuhani ni sawa na hali ya mtu wa kawaida. Kuhani, wachungaji, anasema itakuwa hali zao ni sawa na hali za washirika. Ukisoma namna makuhani walivyokuwa hata kipindi cha Agano la Kale, walikuwa ni watu wa kutisha. Watumishi wa Mungu walikuwa ni watu wa kutisha. Miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ni kwamba mchungaji akionekana anapita hata uwanja wa ndege. Ukifika uwanja wa ndege unakaguliwa kila kitu. Begi lako linakaguliwa kwa sababu kuna tabia za kusafirisha hasa madawa ya kulevya kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Lakini wachungaji peke yao ndio walikuwa hawakaguliwi. Unanipata vizuri? Mahali popote mchungaji alikuwa akiingia tu anapewa heshima. Kwa nini? Kwa sababu kuanzia kwenye karne ya kwanza dunia iliona matumizi ya wachungaji. Dunia iliona nini maana ya watumishi wa Mungu. Kuna vitu vilishindikana, watawala walishindwa wakawashirikisha watumishi. Watumishi walipoomba mambo yakatokea. Naongea na watu hapa? Naongea na watu hapa? Wakina Konstantino waliingia kwenye vita. Wakati anaingia kwenye vita hajui cha kufanya, lakini akiwa katikati ya machozi akaonyesha msalaba upo kwenye anga. Akajiuliza huu msalaba unamaanisha kitu gani? Ikabidi aenda waulize wahusika wa msalaba ni wakina nani. Akaambiwa alama ya msalaba ni kwa hawa watu wanaitwa Wakristo ambao serikali nyingi zimekuwa zikiwapiga na kuwaua. Anasema mimi nakwenda vitani, lakini cha kwanza ambacho kimeonekana mbele yangu nimeonyesha msalaba. Wakamwambia basi watafute hawa watu ambao wanaijua hii alama ya msalaba. Wakishirikiana na wewe unaweza kaishinda vita. Haleluya. Mfalme akayawatafuta Wakristo wako wapi? Kipindi kile Wakristo ni watu wa kuteswa, ni watu wa kunyanyaswa, kwa sababu
wamebeba neno la Mungu. Maandiko yanasema neno la Mungu ni mpanga ukataa kuwili.